yako Bwana umetawala. Hakuna kulinganishwa na ukuu wako Yesu. Wewe Yesu. Wewe Bwana. Wewe Bwana. yote na ulimwenguni umemshinda Bwana.
sadaka ya makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Anastahili kuinuliwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kutukuzwa. Kwa sababu tuna pumzi. Sema kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Weka makofi yako pamoja tukaweza kumsifu Bwana. Twende. Usichoke. Twende. Shangwe na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe shangwe, na iwe shangwe, na iwe shangwe, shangwe na iwe
tushangilie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema moja mnasema haleluya, mbili haleluya, mpaka ya tatu tushangilie Yesu kwa sababu ametenda mema katika maisha yetu. Haleluya. Number 1. Bado. Hata wale tuko kule kwa manyumba. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the Lord. There's no one like you, Father. Thank you, Father. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa, mfalme wa amani. Tufungue masikio yetu ya kiroho tukapate kuelewa Bwana. Roho zetu zikapate kupokea neno lako Bwana. Na hilo neno linapokuja katika maisha yetu, ukatusaidie tukapate kulitenda, mfalme wa amani. Asante kwa mtumishi wako ambao umetayarisha Bwana. Umempaka mafuta mfalme. Umemfanya
tunajifanya kwa chombo chako jioni ya leo. Baba yangu, tenda mema kupitia yeye mfalme amani, akatamke maneno ya baraka, akatamke maneno ya neema, akatamke maneno ya amani. Wacha mwana wa Mungu kupitia neno lako Shila isibaki the same, Shila isibaki kawaida tena, Taki Base isibaki kuwa kawaida tena, Chembani kusibaki kuwa kawaida tena, hata Kiembeni kusibaki kwa kawaida tena, mbali utaleta mabadiliko. Asante mfalme, twatangaza amani, twatangaza ushindi, twatangaza ufanisi, twatangaza kibali chako mahali hapa. Kila silaha yote imeundwa kinyume cha mkutano huu haitasimama katika jina la Yesu. Asante mfalme. Thank you Father, you are worthy Jesus. Asante kwa sababu unastahili. Asante kwa sababu ya mtumishi wako, ni kwa sababu atanena maadili yako mwana wa Mungu. Sifa hizi zote ni zako, heshima zote ni zako, unastahili kuabudiwa. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tuomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Tushangilie Yesu na tushikanishe mikono yetu pamoja, tuinue mikono yetu, tukaribishe, tupige makofi, tumkaribishe mtumishi wa Mungu ambao Mungu ametayarisha siku ya leo kuja kusema neno la Mungu kupitia ikatufikie kupitia yeye katika jina la Yesu. Tushangilie mtumishi wa Mungu. Tushangilie mtumishi wa Mungu. Tushangilie mtumishi wa Mungu mpaka afike mahali hapa na Mungu atapokea sifa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Naona mbingu iliyo wazi. Mbingu iliyo wazi. Naona mbingu iliyo wazi. Naona watu wanaponywa. Watu wanaponywa. Watu wanaponywa. Naona jamii zinaregeshwa. Jamii zinaregeshwa. Jamii zinaregeshwa. Naona watu wanawekwa huru. Watu wanawekwa huru. Watu wanawekwa huru. Kwa jina la Yesu yote hayo yametendeka. Kwa jina la Yesu yote hayo yametendeka. Fungua tu kinywa chako kwa dakika moja. Mwambie Bwana haya yanatendeka kwa siku hizi tatu kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana mkutano huu ni wako. Yesu Kristo mkutano huu ni wako. Mkutano huu ni wako Bwana. Sisi ni vyombo Bwana kwa utukufu wa jina lako. Jitukuze Baba sehemu hii. Hatukuja kwa uwezo wetu Bwana. Wewe umetukuka Bwana. Wewe umeinuliwa. Kalabradieza ya balie kalaramano sedie. Kibakatabaliese tekeleria labakanarie. Lipatosieza ya kanolie lelebosa ya makatile. Likete saya babo kontoli lelebosa ya. Ele prodokoloni lelebosa ya bashiele brokoniedea. Matapaloso yo kontulie saie. Lipatile sayo konolie. Wewe umetukuka Bwana. Umetukuka yawe. Umetukuka kwa mioyo ya watu wako Bwana. Umetukuka mfalme. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Jina lako limeinuliwa Bwana maeneo haya. Tunatangaza mbingu iliyo wazi.
Shila. Tunatangaza mbingu iliyo wazi kwa jina la Yesu Kristo. Ekepote selebo kotolielelebo. Hey kalababoza yela talire. Ripre direkenye. Sayaba shonye. Manye. Asante Bwana kwa yale unaenda kutenda. Asante Bwana kwa kila nyumba Bwana uliyehudhuria Bwana kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa uregesho wa ndoa hizo Bwana. Asante kwa kuponya Bwana. Asante kwa kuweka watu wako huru Bwana. Maana popote pale ulipoenda Yesu ulitenda mema. Hata jioni ya leo Bwana, mema yako yanatendeka mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Na kuna yoyote wala chochote kitakachozuia wema wako Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa Yesu. Pokea utukufu mwana wa Mungu. Tunalibariki na kuliinua jina lako. Tunasema ni asante. Asante Bwana. Mtu ampatie Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Pigia Yesu makofi mazuri kama unaamini yeye ni Bwana. Hallelujah. God is good. And all the time. Kwa ajili ni siku ya kwanza, Mungu atazidi kutukuka sehemu hii. Tunawakaribisha wote walio manyumbani, walioko majikoni, waliokaa katika makazi na biashara zao. Tunawakaribisha sehemu hii. Siulize wale ni kina nani. Sisi ni Mungu ndio ametutuma mahali hapa. Yule aliyokuomba, aliyokufinyanga, aliyejua hatima yako, yeye ndio ametuita. Kwa hivyo ukituita wale watu wa Yesu Kristo utakuwa haujakosea. Lakini ukitaka kutujua zaidi, tunaitwa Open Gate Ministry Kiembeni Worship Center, na tunamtumikia Mungu na kumtukuza Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na nchi. Na Bwana Yesu ndio mwokozi wa maisha yetu jioni ya leo. Naye ndio ninaenda kumwongelea kwa ufupi kwa ajili ya muda niliopewa majira kama haya, na naamini maisha yako hayatarudi kwa vile alivyo, bali utatendewa. Takuwa pamoja na kikundi cha sifa kwa muda huu, na Mungu atatubariki. Haleluya. Tumpigie tena Bwana Yesu makofi mazuri. Amina. Nitasomewa Luka 12 mstari ule wa 16. Akawaambia mstari. Akawaambia ndio akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Ndio. Akaanza kuwaza moyoni mwake huyo tajiri, akisema, ndio, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno haya. Akiba yake ilikuwa ni nyingi sana hapa duniani mpaka hakuwa na mahali pa kuweka akiba yake. Akasema, nitafanya hivi. Nitazivunja ghala zangu. Nijenge nyingine kubwa zaidi. Na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia. Huyo ni mtu anajiambia yeye mwenyewe. Si eti kwamba anangoja Mungu muumba wa mbingu na nchi amwambie. Atajiambia. Endelea. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Ndio. Pumzika basi. Ule unywe. Ufurahi. Ndio. Lakini Mungu akamwambia. Lakini sasa Mungu muumba wa mbingu na nchi, aliyokuumba wewe na mimi, ambao jioni ya leo unasikia sauti yake, akamwambia, mpumbavu wewe. Usiku huu wa leo wanataka roho yako. Komea hapo kidogo dada yangu. Haleluya. Usiku huu wa leo wanataka roho yako. You can just go and sit. Amina. Huyu ni mtu alikuwa amejiwekea mali, amejiwekea rasilimali, amejijenga na mambo ya ulimwengu. Ingawaje mambo haya yalikuwa si mabaya, ni mazuri, lakini katika
mtazamo wake, katika nguvu zake, katika ufahamu wake, wote alikuwa amejiwekea katika nguvu zake yeye mwenyewe. Nisomee tena huo mstari wa mwisho. Mungu anamwambia nini? Lakini Mungu akamwambia, ndio, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako. Endelea tena hapo. Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa ni vya nani? Miaka nenda miaka rudi, vitu tumejiwekea kwa muda mrefu tukivitafuta, vitakuwa ni vya nani? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ni mambo ya msingi sana kutazama wakati unavuta pumzi chini ya jua hili. Na wakati tunajua kwamba hata katika juhudi zetu za ulimwenguni, mbio tunazopiga usiku na mchana, kurauka asubuhi, kwenda kazini, kutafuta riziki ya kila leo, ingawaje ni jambo zuri, lakini kuna kitu ambacho hujui. Siku ile ambayo utachukuliwa, siku ile ambayo mwenye nafsi atakuja kuchukua nafsi yake. Kwa majina naitwa Philip Hassan, na nimeokoka na mpenda Yesu. Na huyu Philip Hassan hakuja kuleta habari ya vitisho jioni ya leo. Hakuja kuleta habari ya kuondolewa nafsi ama kuchukuliwa nafsi ghafla bin vu, la hasha. Lakini nimekuja kukuonyesha tu ukweli wa mambo, jinsi maisha yalivyo. Manake kweli kama binadamu tunapiga mbio za kila leo, usubuhi, usiku, mchana, masaa 24, tukitafuta vitu ambavyo vitaridhisha tu mioyo kwa muda. Na maandiko matakatifu yanatuambia mtu kama huyo, ingawaje una hadhi ya namna gani, ingawaje umeinuka katika kiwango cha jamii namna gani, Biblia inakuita mpumbavu. Sio mimi nimekuita hivyo, ni neno la Mungu limesema hivyo. Na alikusema hivyo ili hadi tulikutusi, la hasha. Limesema hivyo ili mradi likufungua tu upeo wako wa macho, ufahamu ukweli jinsi mambo yalivyo. Biblia inasema, mpumbavu wewe, uliyejiwekea mambo mengi sana. Na haya yote wakati tunapofanya, na kama tujakuja katika ile kweli ambayo naenda kukueleza kweli hiyo, ndio huo upumbavu, ndio Mungu anakuona jinsi ulivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Swali ambalo nimekuja kuuliza jioni ya leo, ndugu unaonisikiza, labda umesikiza mahubiri mingi tangu kuzaliwa kwako na mpaka leo. Huyu Yesu labda umemsikia miaka nenda miaka rudi, na labda hujakata tamaa kusema kwamba Yesu, nataka nikujue. Yesu, sitaki kuwa mpumbavu. Nimekuja kusema ya kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ndiye aliyetutuma majira kama haya jioni hii ya leo. Na swali lenyewe ambalo amenituma niwaulize ni kwamba unangoja nini? What are you waiting for? Mkazi wa Takibezi, mkazi wa Shila, mkazi wa Kiembeni, unangoja nini? Malaki Yesu anapoingia anabadilisha. Nikitafakari majina yaliyoitwa sehemu hizi, kuliitwa kwa ajili ya mahali pa starehe, mahali pa vileo, mahali ambapo dhambi, usherati, anasa zilikuwa zinafanyika. Shila iliitwa kwa sababu ya mahali paliitwa Shila Bar. Takibezi iliitwa jina hili kwa sababu ya hii club ilikuwa hapo Takibezi. Lakini yote 9-10, yote hayo yamepita, lakini Yesu Kristo yungali hai na anatawala.
haijalishi ni jina gani. Kuna yule ambaye hataki kukuita mpumbavu, anataka kuita mwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni mahali pa kushangaza sana, lakini maandiko matakatifu yananiambia popote pale Yesu Kristo alienda, alitenda mema. Kama alienda Shila, alitenda mema. Kama alikuja Takibez, alitenda mema. Kama alikuja Kiambani, alitenda mema. Kwa sababu Mungu yu mwema, na yeye anakuazia mema popote pale ulipo. Lakini swali amenituma niwaulize, mnangoja nini? What are you waiting for? Ya unangoja siku ile ifike uitwe mpumbavu? Maana jioni ya leo kuna nafasi ya wewe kuitwa mwana katika ufalme wake Yesu Kristo. Haijalishi ni mangapi umetenda, haijalishi mawazo yako yanakuonyesha dhambi zako ulizotenda. Kinachojalisha ni kwamba neno lake takatifu linasema ayaye ndani ya Kristo amefanyika kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama kila kitu kimefanyika kipya. Na uko na nafasi ya kufanyika kiumbe kipya. Sisi tumekuletea tu ujumbe kama watumishi wake Yesu Kristo. Maana kuna siku hata sisi tulikuwa katika tope hilo la dhambi. Wengine wetu tulikuwa tumesonga, nywele zinafika migongoni. Lakini Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na mume wa waume, yeye anayebadilisha, anaweza kubadilisha na wewe pia. Amen. Ni kitu gani asiyeweza kufanya huyu Yesu? Ni ndoa gani asiyeweza iponya huyu Yesu? Ni jamii gani asiyeweza kuinua huyu Yesu? Mpatie tu moyo wako na ufanyike mwana na usiitwe mpumbavu. What are you waiting for? Unangoja nini? Unangoja nini? Unangoja nini? Huyu ni mtu alingoja vile atakavyotumia mali yake, atakavyotumia akiba yake, atakavyotumia rasilimali zake alizojiwekea kwa miaka mingi sana. Na ndio mbio hizo ambazo wanadamu wanapiga usiku na mchana na kumsahau Mungu muumba wao. Aliyekuleta chini ya hili jua ana sababu na shabaha ya maisha yako siku zote. Unangoja nini? Tazama, kuna wale walioenda maandamano juzi na hawakurudi. Wale walioamka asubuhi na kupanga mambo yao na kuaga jamii yao kwamba watarudi na hawakurudi. Labda unajiambia bado uko na muda. Labda unajiambia mimi bado ni kijana, mimi bado ni mtoto, bado niko na siku za kupiga mbio, bado niko na nguvu. Wacha nijitengenezee kwanza rasilimali na mali, wacha kwanza nipate raha ya hii dunia, alafu iko siku labda nitafikiria kuhusu Yesu. Lakini nakuuliza, unangoja nini? Hayo unayongoja si hauna uhakika kwamba utakuwa nayo. Nisomee hapo mwisho tena dada yangu. Nisomee tena hapo mwisho. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako. Na nini tena? Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa ni vya nani? Na vitu ulivyojiwekea vitakuwa ni vya nani?
fedha ambazo unaweza kuzihesabu katika akaunti yako na kutabasamu zitakuwa ni za nani? Na magari uliyoweka katika ua la nyumba yako yatakuwa ni ya nani? Na huo mpango wa kando uliomweka unaonana naye kisiri atakuwa ni wa nani? Maana usiku wako hauna uhakika nao, maana si wako. What are you waiting for? Ni ujumbe laini sana wa kujiuliza, mkubwa kwa mdogo, mzee kwa kijana, hata watoto. What are you waiting for? Bwana amenituma niwaulize, mnangoja nini? Mnangoja nini? Mnangoja nini? Kasimu, unangoja nini? Unangoja nini Kasimu? Bwana Yesu anakupenda. Amina. Unangoja nini? Muuliza jirani yako, unangoja nini? Unangoja nini? Vyote ulivyojiwekea hauna uhakika kwamba vitaendelea kuwa vyako. Vyote ulivyojiwekea hauna uhakika kwamba vitakuwa vyako. Hali tunazoishi ni hali ambazo hazitabiriki. Ndio maana tunategemea utabiri Mungu wetu aliyoweka katika maandiko yake matakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na utabiri huo ni hakika, manake tunaona asilimia kubwa sana ya utabiri huo tayari umetimia. Na wakati Mungu anakuuliza unangoja nini, waza, usingoje siku hizi 3 zikupite. Tuko hapa mpaka Jumapili, Jumatatu si yako. Mkazi, unangoja nini? Unangoja nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good, and that is nature. Wow. Timotheo 2:3-1-4. Pesi. Ndio maana tunategemea utabiri mtakatifu kwa neno la Mungu. Timotheo 3:1-4. Aliyoandika maandiko haya na kuuliza unangoja nini? Lakini ufahamu neno hili. Ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Je, tunaishi hizo siku za mwisho? Endelea dadangu. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Kama jinsi ilivyo nyakati hizi, vile watu wanavyojipenda wao wenyewe. Endelea. Wenye kupenda fedha. Wenye kujisifu na kupiga kifua. Ni kwa bidii yangu, ni kwa uwezo wangu, nimeamka, nimepiga dili hii. Unaona vile mimi ninaweza. Umetazama gari, rasilimali, nyumba yangu. Umetazama bibi yangu alivyo mrembo. Ni kwa uwezo wangu. Wenye kiburi. Wenye kutukana. Wasiotii wazazi wao. Koma kidogo hapo dada yangu. Wasiotii wazazi wao. Angalia halama ya kutotii kwa wazazi vile imeinuka katika kizazi hiki. Hakika tunaishi katika nyakati za mwisho. Wakati injili kama hii ya Yesu Kristo inakufikia, ni ya kukufungua tu macho yako ili ukaweze kufanya uamuzi ulio wa sawa. La sivyo
historia itakupata ikuite mpumbavu kama yule mtu tuliyemwona. Endelea dadangu. Wasio na shukrani. Wasio na shukrani. Tazama venye shukrani kutokutolewa kumekuwa. Aha. Wasio safi. Wasio safi. Aha. Wasiowapenda wakwao. Wasiowapenda watu wao. Kwa namna nyingine, najua kila mmoja hapa nikimuuliza atakwambia venye kuna mtafaruk kwa jamii na jamii. Jamii imekuwa na mtafaruk, jamii hazipendani. Hii ni ishara ya siku za mwisho. Na aloandika maandiko haya anakuuliza unangoja nini? Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Amen. What are you waiting for, my dear brother, my dear sister, my dear neighbor? What are you waiting for? Jesus Christ is asking this simple question. What are you waiting for? Unangoja nini? Utamu wa dunia hauridhishi. Ingekuwa unaridhisha ule mpango wa kando, ukaenda naye siku moja, alafu basi ikakutosha, usitake tena. Lakini kesho utataka tena, kesho kutwa utataka tena, siku ifuatayo utataka tena. Hiyo ina maana kwamba utamu huo hauridhishi. Lakini kuna yule aliyekuomba anaridhisha. Unangoja nini? What are you waiting for? What are you waiting for? Endelea dada. Wasiotaka kufanya suluhu. Wasiotaka kufanya suluhu. Wanapokosana na watu, hakuna tena marekebishiano, hakuna tena kuleta suluhu. Ni tukosane milele. Na hiyo ndio njama ya adui. Anataka uishi na mtafaruk na jamii yako ili ziwa la moto likupate. Manake utakapoisha mwisho wa siku zako ukiwa katika hali hiyo, wewe ni waziwa la moto. Unangoja nini? What are you waiting for? Endelea dadangu. Wasingiziaji. Wasingiziaji. Wasiojizuia. Wasiojizuia. Kila kitu kinapokuja unapita nacho. Huyu anapokuja unapita naye. Hauna kujizuia. You don't have self control. Na ipatikani tu hiyo. Kujizuia kupatikani huku mpaka uwe ndani ya huyu Kristo. Endelea dadangu. Wakali. Watu wakali. Aha. Wasiopenda mema. Wasiopenda mema. Maovu ndiyo siku zote. Aha. Wasaliti. Wasaliti. Wakaidi. Wakaidi. Wenye kujivuna. Wenye kujivuna. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Swali nimekuja kuuliza tunapotamatisha. Tena na kuuliza, unangoja nini? What are you waiting for? Hata ninapoalika kikundi cha sifa na maabudu katika madhabahu ya Mungu. What are you waiting for? What are you waiting for? Jesus is calling you. Hey! Unangoja nini? Oh, baba unangoja nini? Mama unangoja nini? Dada unangoja nini? Yesu anakuita. Yesu anakuambia njoo kwangu wewe uliolemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Anasa ni mzigo. Mpango wa kando ni mzigo. Tamani mzigo. Ufisadi ni mzigo. Je, unangoja nini? Unangoja nini? Unangoja nini? Ufunuo 20:12. Unangoja nini? Unangoja nini? Na kesho yako una uhakika na kapakatori elereba ela pokatie telara
Selebo konye zaya baba solieda. ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo walioandikwa katika vile vitabu. Na hao wafu wakahukumiwa. Maandiko yanatuambia kuna vitabu vilifunguliwa, alafu na kitabu kimoja speciali cha uzima kikafunguliwa. Na wale ambao walipatikana hawajaandikwa kwa kitabu hicho, nisomee 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, ndio alitupwa katika lile ziwa la moto. Na iwapo Shila Takibez Kiembeni ilipatikana haikuandikwa katika kitabu kile cha uzima, miji hii ilitupwa katika ziwa lile la moto. Lakini ashukuriwe Mungu anayewapenda usiku na mchana, anayeleta injili kama hii ili ukutane naye, maana anakujali, anakupenda na anakuwaza. Ndio maana anakuuliza unangoja nini? Popote tu pale ulipo, kama umesikia habari hii ya wokovu wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeko hai, popote tu pale ulipo, usiseme nitangoja kesho. Usiku huo wa leo sio wako, maana nafsi hiyo ina mwenyewe. Popote tu pale ulipo, eza kuwa uko jikoni umeshika mwiko na koroga sima, Yesu bado anajua wakati utamkubali. Eza kuwa labda unafanya kazi yako, Yesu yuko tayari kukuokoa popote pale ulipo, kwa utukufu wa jina lake. Wakati kila mmoja aliyoko hapa ambao wameokoka, tuinamishe sote vichwa vyetu. Ni siku ya kwanza ya mkutano huu, na Mungu yuko na mpango mwema na kila mmoja aliyehudhuria, kila mmoja aliyoko chini ya sauti hii. Ni sauti ya Bwana, si yangu. Mimi ni chombo tu cha Mungu anachonitumia majira kama haya, na ni heshima kuu kutumika. Popote pale ulipo na unasema kwamba nimechoka kungoja, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Unasema nimechoka kungoja, sitaki tena kuitwa mpumbavu, thank you Jesus.
Sitaki kuitwa mpumbavu na historia. Sitaki kuitwa mpumbavu. Sitaki nikapatikane katika ziwa la moto, lakini nataka nipatikane katika kitabu kile cha uzima wa milele. Nitakwambia tu usome tu ombi hili speciali na Mungu atakubariki. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo nimechoka kungoja. Nimechoka kungoja. Nimechoka kutembea kwa dhambi. Nimechoka kutembea kwa dhambi. Yesu, nisamehe dhambi. Samehe dhambi. Yesu, nataka uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo namkataa shetani. Nakataa dhambi. Nakataa mauti. Nakataa kaburi. Na natubu dhambi zangu. Yesu, mimi ni wako. Na wewe ni wangu. Asante Yesu. Kama umesema ombi hilo speciali, tazama majira kama haya, swali lile si lako tena, maana umefanyika kiumbe kipya katika Kristo. Wokovu ni rahisi namna hiyo. Ukianguka kama usiku wa leo, uko na hatima njema, uko na uzima wa milele. Unaweza songea tu karibu popote pale ulipo. Hii jeshi unaona wamesimama hapa ni watumishi wa Mungu, na watakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Na safari hii ya wokovu utagundua utamu wake, naye Mungu atakusaidia. Baba, kwa jina takatifu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru maana wewe ni Mungu mwema. Tunakubariki, tunakutukuza Jehova. Tunasema ni asante kwa kila nafsi. Asante kwa kila mmoja aliyesikia sauti yako Bwana. Asante kwa wale ambao Bwana tayari wamefanya maamuzi Bwana. Asante kwa wale ambao wanaenda kufanya maamuzi Bwana, hata katika siku hizi 3 zijazo Bwana. Utukufu ni wako, heshima ni wako Bwana. Baba, tunatangaza yule mwovu hata waiba Bwana. Neema yako ya wokovu itawabeba. Neema yako ya wokovu itawaongoza. Sasa Bwana, kwa jina takatifu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaachilia neema ya uponyaji. In the name of our Lord Jesus Christ, we release healing. In the name of our Lord Jesus Christ, tunaachilia uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Uponyaji ni sehemu yako, na wakati Mungu amekuponya, njoo utoe ushuhuda na Bwana hatakubariki. Baba, pokea sifa zote, pokea heshima, pokea na utukufu. Sifa zote ni zako Bwana. Sisi ni vyombo mbele yako Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina takatifu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, kila mtu aseme amina. Amen. Patia Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Hallelujah. Amen. Hata ninapomwalika Pastor Leonard ajiendelee kuanzia hapo, na Mungu atakubariki. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Mfalme. Thank you Jesus. Mpatie tena Yesu sadaka nzuri ya makofi, maana anastahili. Tuweke makofi maana Yesu anastahili. Yesu anastahili. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu anastahili. Yesu anastahili. Huyu anayekuja anaitwa Janet, si Pastor Leonard. Anaitwa Janet. Mpigeni Janet makofi, dada mzuri katika Bwana. Let us celebrate the servant of God. Mungu amemtumia kwa ukuu wake na tumebarikiwa. Haleluya. Sasa ni nafasi nzuri, nataka kumkaribisha our overseer James Makori akapande hapa juu na akatuambie neno nzuri tukimalizia. Amen. 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 Let us celebrate our overseer as he comes up. Mshangilie.
naruka kama tai. Yesu amenibariki, naruka kama tai. Bwana Yesu ni mwaminifu, anaenda kutenda mambo mazuri katika maisha yako. Wewe ambao uko mahali hapa, una jambo unataka Mungu akuguse ama Mungu akushughulikie siku ya leo, inua mkono wako juu tutakapoenda kuomba. Inua mkono wako juu. Mwambie Bwana, niko mahali hapa. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu mwema. Unatenda mambo makubwa katika maisha yangu. Unanifahamu vile nilivyo. Unashuka kwa utatu wako na kutenda maajabu katika maisha yangu. Asante Yesu kwa sababu ya siku hii ambayo umeifanya. Tuko mahali hapa, tumesikia neno lako kupitia mtumishi wako. Ninakushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa, na wale wengine ambao wako nyumbani wanaposikia neno hili. Ninaomba uwepo wako na mapenzi yako yatendeke juu ya maisha yao. Wengine ni wagonjwa, Mungu, ninaomba washukie siku ya leo. Washukie siku ya leo. Achilia uponyaji sasa kutoka kichwa hadi nyayo ya miguu yao katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa ajili ya wakaaji wa maeneo haya, wengine ambao wanafanya biashara, wengine ambao wana shughuli mbalimbali. Unajua kila mmoja maisha yake, unayajua, na siku ya leo tunawabarikisha mikononi mwako. Tunaomba wafungue katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamepitia katika hali ngumu, wengine wamefungwa, Mungu, na siku ya leo tunaposimama mahali hapa, umetupatia uwezo na mamlaka, umetupatia kibali kufungua wengi katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu yeye ni Mungu mema, na siku ya leo tunaamini ya kwamba unatenda muujiza, umeokoa wengi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kibali, asante kwa sababu ya neema, asante kwa sababu ya mji huu wa Kiembeni, na siku ya leo tunaubarikisha mikononi mwako. Tunasema ya kwamba wewe ni Mungu unasimama na kila mmoja, wewe ni Mungu unafungua watu wako. Asante kwa sababu ya Mombasa kwa jumla. Wewe ni Mungu ambao unashuka kila sehemu, unagusa watu wako mahali walivyo, matatizo ambao wanapitia, unawajua kila mmoja, na siku ya leo tunatangaza ushindi. Tunaomba wafungue katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Ijapokuwa tunapitia katika hali ngumu, wewe ni Mungu unasimama nasi, wewe ni Mungu unatawala. Tunaomba Roho wa Bwana
ashuke mahali hapa nchi ya Kenya, atangulie mahali hapa, tukuone ukiwa Mungu katika viongozi wetu. Mungu, tunawabarikisha mikononi mwako. Tunatangaza afya njema, tunatangaza baraka, tunatangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unashuka katika nchi yetu ya Kenya. Wewe ni Mungu unatawala. Wewe ni Mungu unarekebisha uchumi mahali ambao tunaenda vibaya. Wewe ndio Mungu unajua. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunaomba kwa kila kiongozi, tunaomba kwa kila mmoja. Mungu, tunaomba uwepo wako uandamane na kila mmoja, mapenzi yako yatendeke, tukuone ukiwa Mungu ukifungua wengi. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya upendo wako. Watu wako wanapotoka mahali hapa wakielekea nyumbani, Mungu, ninaomba baraka zako nyingi ziandamane na wao, waongoze njiani mahali ambao wanapita. Fungua njia, my God, achilia kibali katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa shetani wa kuleta pingamizi, tunakataa shetani wa kuleta vikwazo, hana mamlaka sasa. In the name of Jesus, we pray that the favor of God shall come down upon your people, my God. Asante kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, unatenda mambo makubwa. Jamii zote ambao siko mahali hapa, Mungu, nasikabili mikononi mwako. Ninatangaza baraka kwa kila mmoja, ninatangaza afya njema, ninatangaza ushindi. Wengine wanapigana vita mbalimbali, wewe ni Mungu unajua. Na siku ya leo ninakuita wewe Bwana, shuka katika kila mmoja, gusa kila mmoja, fungua njia, bariki watu wako, achilia uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya praise and worship. Lord, I commit them unto your hands. I speak a special anointing upon them. Wanapotoka wakielekea nyumbani, wakijiandaa kwa ajili ya kesho, ninaomba utukufu wako, upako mbichi ushuke juu yao. Tunapokutana hapa kesho, mapenzi yako yanatendeka. Mapenzi yako ni yapi? Watu wako wakuone ukiwa Mungu katika uimbaji wao. Watu wako wakombolewe kupitia uimbaji wao. Watu wako wainuliwe kupitia uimbaji wao. Asante kwa sababu ya mnenaji wa siku ya Yesu, na mbarikisha mikononi mwako anaposimama mahali hapa akinena neno lako. Wacha upako mbichi ushuke juu yake, tukuone ukiwa Mungu. Asante kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu unatawala, wewe ni Mungu unatukuka, unatenda mambo makubwa. Asante kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, 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 amen. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Na kwa wageni ambao wameingia katika mkutano huu, hii ni Open Gate Ministries Kiembeni Worship Center. Kiembeni Worship Center iko hapa Kiembeni, mahali pale mlimani. Hapo stage inaitwa Worship Center. Wana matatu wanaijua vizuri sana. Hapo mlimani karibu na shule inaitwa hapo karibu na shule Ananda Maga, mahali pale. Hapo ndio tuko. Hii zaidi ya mlima huu, kanisa hilo kubwa ndio Kiembeni Worship Center. Wewe mkaaji wa Shira, mkaaji wa Vikwatani, mkaaji wa mahali hapa, tunakualika mahali hapa, na ibada zetu zinaanza. Ibada ya kwanza inaanza Jumapili kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 4:30. Na ya pili inaanza saa 4:30 mpaka saa 7. Umekaribishwa mahali pale. Na siku ya kesho tuko mahali hapa kuanzia saa 11. Karibu mahali hapa, tuwe pamoja, tushiriki pamoja neno la Bwana. Na Mungu akubariki sana. Na wewe ambao uko na mahitaji, kesho tutaomba kwa ajili ya mahitaji ya kila mmoja. Umekaribishwa. Wewe ambao unataka ushauri, umealikwa pale kanisani. Utakutana na watumishi wa Mungu ambao watakushughulikia, wataomba na wewe na watakushughulikia kulingana na mahitaji yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.
forevermore. Amen. Amen. God bless you so much. And thank you for coming. Saidiana kuweka hizo vyombo vizuri. Zile za kwenda zitaenda. Na zile zitabaki tabaki. God bless you so much. Thank you. Barikiwe sana.